nikamwambia hebu a little bit kidogo tu hivi nikojoe. Simi nimeenda kama nimewasha lights. Yule sasa ndio ameshikilia anaona ni kama mimi si uko ready, nikamwambia hebu kidogo nikojoe na nasikia kojoa. Nikaenda kama nimewasha lights. Kwa lights niko na me drop snake chini kama amepiga nduru. Ananiambia unafanya nini? Na kizungu, what are you doing? Unafanya nini? Sasa ni make anajaribu ku grab. Sasa mimi huko kwa room ni manduru napiga, ni manduru nimekimbia bathroom, nimefungua dirisha juu ama la ilikuwa nateganga nao ni hapo chini, nimepiga nduru. Sasa unajua anaogopa lakini amenishika na nguvu hivi ni kama anataka kunipiga. Nimepiga nduru ya ajabu, nimejifungia huko kwa washing rooms. Napiga tu nduru, sijui na nyoka, mtu anajanifa na nyoka. Mshtuka yangu yote hadi natetemeka mwili mzima hivi hadi zimeshuka. Bouncer wawili wakapanda. Wamejaribu sana juu amelock. Ananiambia wewe nakuua. Waambie watoke hapo ama ni. Karibu tena mtazamaji wa channel ya Eunice Nyambura N ama Tata wa Gogoyo. Tumerudi tena na leo tuko na mrembo mwingine ambaye ametutembelea. Tunataka kumjua majina yake. Atuelezee yeye ni nani. Atuelezee maisha yake yamechukua mwelekeo upi ama yamechukua mkondo upi. Tuna dada kipusa hapa mrembo kweli kweli. Karibu sana dada yangu. Utuelezee majina yako, tuelezee wewe ni nani. Rebecca Wambui. Nimezaliwa kwa familia ya watoto 6, bila mama, bila baba. Ulijipata bila mama? Alikuwa akatuacha, baba pia akatuacha. Sasa tukabaki tumelelewa na mandugu zangu. Wakafa? Haya, kuanzia hapo. Hebu tuendelee, tuambie maisha yako yamekuwa namna gani? Sasa nikikaa na mandugu zangu, tunasaidiwa tu na watu. Saidiwa, mimi nikafika class 8. Niko na siwezi tegemea ndugu yangu. Hadi mimi naweza toka hapo nje, naweza jitafutia kwa dodo zangu. Nimeshika tu bado na mabese, watu wabigi kunishinda. Wananipeleka around, tunaenda rege. So time nilikuwa mdogo bado sikuwa najua. Niko na sitakuwa naenda marege zangu nikikaa kwa ndugu yangu. Labda ni skip out, nitoke nikienda. Nikaanza kukaa na besti yangu Nyambura. Kwanza kushina besti yangu ananilisha, ananipia mavazi. Kaniambia siku moja, we Rebecca, unashinda ukikanga hapa kwa nyumba. Tuende siku moja nikupeleke bali mimi natoanga do. Niko akili yangu sikonga na ile otherwise ati pesa inatokanga from man to woman. Akanipeleka strip club. Pesa zinatokana from man to woman. Sasa hiyo ni kumaanishaje? Hiyo ni kumaanisha through sex. Lazima tu have sex ndio mwanaume akupe pesa. Akanipeleka na strip club. Ingia strip club, kaniambia hapa univenye mimi pesa natafutanga. Mimi nimekaa tu kama VIP, amenikalisha hapo hivyo. Nyambua katoka kama ana nguo amevaa costume. Kwanza nikashangaa, nikashindwa kwani Nyambua amekuja kuonyesha nini hiyo? Kaniambia wewe tulia. Kunywa, sikuwa na kunywa. Kanibaya hapo Kasmanoff, nikaanza kukunywa. Simu na kunywa tu. Beste yake akaanza kustrip kwa chuma. Nashangaa mbona wanaume wanampapasa pesa kwa matako, kwa jegi wanamwekea. Sasa yuko na miaka mingapi? Sasa niko na 19 years. Anampapasa pesa, anamrushia. Beste yake mwingine akakuja akaniambia, "Utaka hapa, ukituangalia vesi tuna gain do. Usitoe nguo na venye uko young, unaweza get do." Sasa ameshanichukua mkono, nishashika, nishakunywa Kasmanoff, nasikia nishalewa. Wakanipeleka kwa changing room, nika-change. Sasa niko na ile uoga, naficha tunyonyo, naficha huko, nashinda sasa nitembeaje. Kaniambia ground hii yako. Anza. Si mimi naona venye besti yangu amerushiwa pesa. Niko na sitaogopa. Nikaanza kustrip. Kudance tu nikafanya lap dance. Kuna baba wamenipenda wengi kwa sababu ya was young. Nikaona hizi pesa zote like 15k within a day. This is my work. Hapo ndo sasa nilianza kuwa malaya.
Ukaanza kuwa malaya. Ulijipata sasa ukiwa malaya. Sasa maisha yako ya umalaya ikakupeleka aje? Ilikuwa sweet from first. Ilikuwa so sweet, juu sikuwa ngadi na mtoto. Sikuwa na tina mahitaji, ama ndugu zangu wamenitafuta wamenikosa. Sina mtu watineza sema ati natumia dosa do, ni mimi peke yangu ndio natumia hizo do. Napata life ni sweet, life ni easier. So easy kwa sababu kwa tunaendanga Westlands. Huko ndio ulikuwa unaenda kupiga umalaya? Huko ndio tunaenda kupiga umalaya. Sasa umeonja pesa ya umalaya. Ukasikia iko tamu? Ilikuwa tamu. Sina ni pesa za haraka sana. Haya, wakati ulianza hii kazi, hebu tuelezee after kuanza hii kazi kulienda aje? Nikaendelea nikaona sitaendelea kustrip hapa na naweza komboa rent nyumba yangu, nikajikombolea rent. Sasa unaona marafiki walinipeleka kazi, wameona sasa niko na akili ya kupata, naweza songa mbele, tukaanza kukosana na wao. Tukakuwa tupatani. Kwenda the next day hiyo strip club nikafanya kazi yangu as usual, niko nimezoea. Nikapata customer, tukaingia na room, akanipea 45k shot, one shot. Akakupatia 45k. 45,000. Sasa hiyo ni mnaenda nini ngapi? One moja peke yake 45,000. Ndio alikonga customer wangu wa kwanza, ndio mwenye alinibreak virginity. Akanipea 45k. Nikasema sitaendelea, mimi nafunga kazi yangu nimefunga hapo. Sasa mwenye club ataki, anaona ni kama nimeanza kuwa na kiburi. Marafiki zangu ndio pia wamesema wanafunga, kumbe walikuwa wamenipangia kunipiga, wakanipiga wakaninyang'anya hizo do zangu waliniwaka. Wakanipiga, nisimi nikaamka nikaenda home, nikaenda kwangu nikaona tushashikishana na hao, tushakosana na hawa. Simi sasa ni kwa street girl. Designaje mimi ndakuwa natega kwa streets Westlands. Juu niko najua hizo machoche zote Westlands. Nikaanza ku street mimi kwa street. Sometimes napata threesome, sometimes napata foursome. Threesome ni kumaanisha nini? 2 man 1 woman. Wanalala wakiwa wawili. Have sex napata do. Sasa nikapata nimejiingiza kwa drugs. Hii kazi sasa mimi navuta bangi. Ndio hadi napata mtu mwenye unaenda kulala na yeye, unaangalia hivi mtu unaona kama si pesa sizaenda na mtu kama huyu. Kaendelea kufanya mboka. Kuna time sana nilikuja nikashikwa streets. Ukashikwa na kanju? Ukashikwa street na kanju usiku? Kushikwa si nikaenda Lang'ata, nikaandikiwa loitering, nikaandikiwa 2 weeks, nikakaa Lang'ata 2 weeks. Kurudi sasa huku Dandora, nikakuja nikapata marafiki zangu walibeba kila kitu yangu. Sina mwanzo wala mnyuma, sina lolote. Sasa ndaanzia wapi? Siwezi rudi nyuma, siwezi rudi kwa ndugu zangu, siwezi enda ati wapi. Nikaona sasa ndaanzia wapi? Nikarudi Westlands. Na ukumbuke nilikuwa nimeshikwa na kanjo waliniambiaje, wakinipata tena huko ndarutia in jail. Lakini umerudi tu pale pale? Juu sina otherwise, sina streets. Tembea tu kwa street kitu saa 8 nikaangukia guy. Guy kaniambiaje anataka marriage. Lakini marriage itakuanga mimi naenda kwake usiku, asubuhi na anani release. Ikakuwa ni kama unimboka tu, kama shots tunalipana tu. Tukakaa tukazoeana, akaniambia naweza nikaribisha kwake, akanikaribisha, tukaanza kukaa na yeye. Kana yeye sio unajua roho malaya, naona hii pesa ananipatia pale kidogo. Na street pesa nilikuwa napata ni mingi. Sasa shoti moja alikuwa anakupatia pesa ngapi? Okay. Huyu ananipa pesa kidogo, juu ananiacha tu pesa chakula na pesa ya tu matumizi tu kama kitu 300, naona hapana. Lakini navumilia juu sina mali pa kuenda. Tukastay nikashika mimba yake, nikamzalia. Kumzalia mwanaume akabadilika, akaanza kuniambia mimi ni malaya. Si kwake niko ngana save food zangu kama 100 ka 50. Nikakomboa nyumba 15. Sasa mtongo kona 2 weeks. Nikaona acha nirudie streets. Nikaanza sasa kumboka tena. Nikaanza sasa kufanya malaya. Je, mtu wangu ananyonya bado. Na mwache usiku na mpia Piriton,
naenda mboka. Hebu nikuulize, unapatia mtoto mdogo Piriton ameze ndio alale? Sasa mimi nitatoa pesa. Hiyo nyumba ina chakula, wewe ndio hiyo hujapona vizuri, ndio kidondo uko nayo ya kuzaa. Na huko unaogopa hizi Piriton unapatia mtoto zinaweza zikamdhuru. Ndafanya nini media? Ndaanza aje? Ndaanza kusema ogopa na mimi sina pesa. Utakaa hapo na atakuletea. Kuna mimi anaweza kuletea. Kuna mtu ati mwenyewe unaweza sema ati babako ama mamako anaweza kuhurumia huku nje. Huko peke yako hivyo. Kani design ungangani mtoto huyo wako juu tulichukuzwa nje. Sasa ni mimi na mtoto. Nikaendelea streets, upoko. Nikaona hapana. Naenda napata na mtu ananipiga, mwingine anakosa kunipia do. Namalizadi wiki moja kama sijaenda kuona mtu hii. Juu sana naogopa hadi kurudi home, sina do. Napata na customer client ananiambia twende, yes tunaenda. After shots ananipiga, ananiambia nimemuibia. Sasa mimi ndo nageuziwa. Napata yani hadi sina hiyo furaha hadi eti nifanyie kazi. Napata naumia sana nikiwa hapo, hadi nakusadi masaa zingine napatikana nikiwa mlevi na kusadi kuangalia mchungi. Na sasa maisha ulirudi tena kule ulienda kwa stripping tena, ulirudi kwa kile club ama ulikuwa unataka tu kwa street? Kwa street. Haya sasa maisha after kwanza sasa kuteka kwa street. Baba ya mtoto amekuruka. Kwa street kuna kuanga na challenges mingi sana. Kuna challenges hivi ulipatana nazo? Ndio nakwambia, kupigwa, unapata na client anakula nyuma. Na utaki, na uko unatarajia. Na hata kukula, hakuna mtu atakusaidia mkiingia na mtu kwa room. Sio ndio umeingia hapo na mguu zako. Hadi ukipiga nduru, watu wanasema wewe ndio John malaya, sawa. Hizo ndio challenges. Utakadi ati ukisema ati umepata client wa kwanza ndoa na wake wao wengine, hakuna mtu akona furaha na wewe. Kila mtu anakukasirikia, anaona ni kama unatembea na madawa, uko na majuju zako. Sasa ndio kupata hivi client, ukirudi kwa street unapata watu wanakukasirikia, wao wanataka kuongea na wewe, wengine wanataka kukuibia hizo do zako, unapata na client mwizi. Na sasa kwa sababu hii kazi yote ulifanya na ulikuwa unapatia mtoto Piriton. Ulipatia mtoto wako Piriton kwa muda gani? Vile alifika 3 months. Ndio nilikuwa napata daycare. Hakuna daycare ningeza mwacha na 2 weeks. Na hii kazi ulikuwa unafanya haingeweza kukuandikia msichana wa kazi? Sasa unajua sio pesa si iko mingi venye nilikuwa napata kwa nini kwa club. Street pesa si mingi. Unapata dina mtu anakuambia yes 2K. Ukienda kwa room, mkishafanya shughuli, mkishamaliza, unapata mtu anakurusha hapo 200. Na natoka na naenda. Kuna venye unaweza fanya, ni mwanamke, una hiyo nguvu ya kubishana na mwanaume. Utalia, unyamaze, urudi utafute pesa zingine. Hadi ama ukose uende huko. Sawa? Streets kama club. Nikahangaika, nikaona hizi do hizi mamia 200 na kula nazo jaba na buy nazo bangi, inaweza save na nifungue kazi yangu. Kwa hivyo ulikuwa unatumia mpaka drugs? I used a lot. Hadi cocaine. Juu singekaa hivi ati hivi soba hivi vile unaniona sasa. Ungepata na mimi ungesema ni mtu mwingine. Juu life imenipiga ile design mbaya. Kwanza sina ati wazazi. Sina mtu naweza kimbilia, ati naweza sema ni aunti yangu. Mimi hakuna aunti nilikuwa najua. Sina street children. Yani watu ndio majirani, watu walikuwa wanatusaidianga. From that nilikuwa na hii pesa hizi napatanga hadi kama ni 50, nikiweka 50, nikiweka 10, kesho ndaweza kuja kesho nifungue kazi yangu. Hivyo nikaanza kusave. Nenda tu mboka, najua leo nikipata hadi 100 nitakuja niweke 50 nikule 50. Mama daycare ndamwambia venye ndamwambia. Juu alikuwa na roho mzuri, alikuwa ananielewa, juu anaona mimi ni 16 years. Anaona life imenipiga na niko 16. Nikaendelea hivyo, nikasave, nikafikisha 2K. Kwa 2K nikaenda nikauza mama daycare. Hapa niko na 2K. Kazi gani naweza fungua na hii 2K? Kaniambiaje, msana wangu unaweza anza kazi ya sweet ama kazi ya bajia. Nunua kwanza karai, nunua kila kitu za kazi. Unaweza fanya kazi hiyo. Lakini roho inanipiga, inaniambiaje,
Na saa zingine naangukianga hadi naibia mtu, naibia mtu hadi pesa mingi, nakuja najibamba na jispoil. Kwa hivyo ulikuwa unaibia mtu? Unaiba aje? Hebu tuambie vile ulikuwa unaiba. Hebu tuambie vile ulikuwa unaiba. Tunarusha mtu junkie. Tap. Kwa pombe. Simendangia na hii room. Namwambia tu tukabuy drink. Sasa unajua mtu ziko na akili tunaweza mwekea na anaona venyewe ni young. Namwambia sawa. We can do. Naenda na buy pombe. Kama sana naenda kukojoa tu hivi. Narusha. Kwanza nikishajua pin kila kitu narusha. Juu mtu anapanga utajuaje pin yake, utajuaje? Si ako free na wewe. Unampapasa hapo unakuwa free na wewe. Na unamseduce design hadi pin iweze kuficha na wewe ni msana mzuri. Ukishajua tu vipin kila kitu yake una mark, unajua kila kitu. Na sasa unarusha kwa pombe unaanza kukunywa. Ukikunywa kilala unamwibia, ukimapisa kwa namba ingine kama kwa tili. Nikuanga na tili ya mtu wa duka, anaenda ananipatia pesa, nachukua simu naenda. Na sasa kabla hatujafika hapo kwa kuweka kazi, maybe vile ulitoka kwa hii kazi yenye ulikuwa unafanya ya ukahaba, kwa sababu hiyo ni ukahaba, si ndio? Kabla hujatoka kwa hiyo kazi, saa zingine tunaangalia mpaka unaona kwenye news kuna mtu alipatikana, msichana alipatikana mahali fulani ameuawa, walienda kwa lodging wakakuta ameuawa huko. Mambo kama hayo wewe yalikupata ama kuna rafiki yako ambaye amepitia mambo kama hayo? Sharon rafiki yangu. Nikumshambali. Sharon rafiki yangu alikuanga hivyo. Alikuanga yeye alinifundisha kuibia mtu. Alibianga baba mwingine Mkisii. Alinibianga 200k. Alimwibia 200k. Sijui zilikuwa za school fees. Sasa najua kuiba akakaka. Huyo baba karudi akasemaje? Ukiona msichana mwambie nirudishe pesa yangu. Ama di kama ni nusu ama simu. Tukaambia Sharon sana jua kuji streets, yeye ako na pesa. Akaka like 4 months. Sasa pesa imeisha. Hii pesa umalai saidi yangu mtu. Sasa ndio imeisha. Atafanya nini? Akarudi street. Rafiki ya huyo baba akatumia rafiki yake. Akamwambia ndio nitie yule msana na mwingine naye wapi? Kwa room. Mwingine naye kwa room, sina jua Sharon najua huyo baba kama anaweza fanya jambo kama hiyo. Akaingia na rafiki yake kwa room. Kuingia na yule rafiki yake kwa room, Sharon ameshaanza shughuli, washaanza kufanya kila mambo zao. Mlango ikanokiwa. Na niyo mjamaa akafungua, wakamfuck nyuma mbele na wakamtupanga kwa balcony. Hivyo ndo alienda. Akakufa hivyo. Walikuwa wamefanywa vibaya sana na wanaume. Vibaya sana. Kuna rafiki yako mwingine ashaipitia mambo kama hayo? Ni wengi sana. Wengi sana. Wengine unakuja unapata mtu analia, mtu amemkula matako. Juu ya kitu tu kidogo uliba pesa hadi wakaniingiza uoga. Design mimi siwezi chukua pesa ya mtu. Hadi mtu akinipea 100 na kubali juu Sharon alikuwa rafiki yangu sana ubim. Alinifanya mpaka nikacha hiyo tamaa mingi. Niwanga na tamaa. Unajua mtu kama ako na pesa nachukua advantage yake. Akanipunguzia hiyo tamaa ya kuiba. Nikaanza sasa kusema ni mboka. Kama ni upoko hakuna kuchukua mali ya mtu. Sasa hapa imefika unaanza kuweka pesa kidogo kidogo. Ulikuwa unaweka pesa uanzishe biashara ama ulikuwa unaweka pesa ufanye nini? Anzishe biashara juu malaya umeshanichokesha. Mimi kuna kitu sijapitia kwa malaya. Unaenda na mtu, tuambie yale umepitia. Unaenda na mtu, ndio amekuchukua client, anakwambia mwingie kwa gari. Unaangalia hivi nyuma, anaanza ku drive mbio, wengine wanatokea na nyuma. Nimeshayavua sex na watu 5. Wakanitupanga Karura. Bila nguo, bila kitu yoyote. Best yangu aliniambia kuna mtu hapa anataka threesome, anataka usema hili na kona gari. Si mimi nikasikia pesa mzuri akatuambia t-shirt moja 4k. Na mpaka asubuhi. Si mimi najua ni ile na imagine 4k, na imagine nikienda 5 shots. Nikienda 5 shots hiyo ni kitu like 20k. Si mimi niliambia nikamwambia twende acha nichukue kibeti yangu tu. Sisi ingia kwa gari. Kwa drive yote tukienda na nje ya Westlands. Ametudrive ametupeleka je mbio. Ndio namwambia punguza gari. Kufika mali akafungulia wengine kwa boot. Wanaume 4. Wako na pliers.
kidole yangu sijui kama ile alama iliisha. Kuna kidole yangu hapa ilifinywa na pliers. I think ni hii. Ilifinywa na pliers. Nashika kidole hivi, unakataa na kwambia unafanywa mateso, dhambi yenyewe hivi. Mimi nilikubali, wakanikula, wakanifanya vitu zote, wakanitupa na teke, wakanirusha Karura. Wamboi pia akatupwa. Tukabaki bila nguo. Sasa unajua Karura hakuna mtu ati ni saa 7 usiku. Hakuna mtu unaweza simamisha hivi ati simamisha, ni magari zinapita. Sasa ni wewe kukimbia utafute usaidizi. Na saa hizo sasa umekuliwa na wanaume wa wote. Kutembea mnaweza kutembea? Kutembea unatembeaje? Utatembeaje? Hadi hapo akiliatia kutembea na kuanga ama ni ujisaidie kwanza. Kwanza ujisaidie. Hadi akiliwa kutembea ikwangi hapa. Hadi unasema ati mguu hizi tembea. Unatembea. Juaje? Wewe jua wengine wametokea wapi? Ulikuwa wasichana wangapi? 2. Wasichana 2. Kwa hivyo amungeweza kufight na hao wanaume. Nakwambia wanaume 5 na gari imepakiwa somewhere. Utaanzaje? Nduru, kwani kwa gari ukipiga nduru kuna mtu anaweza kea. Unajua mko raha zenyu hapo ndani. Nikupanua unapanua, mwingine akiingia mwingine anaingia. Mwingine akiingia mwingine anaingia. Na haya mambo yote ukifanya, wewe ulikuwa unafurahia ama wewe haja yako tu ilikuwa ni pesa? Ni jamii kuna tu pesa. Hadi nikifanyia mambo hadi sikuanga tisoba. Mimi sijui nini nafanya. Mimi bora kwa nipate pesa. Hadi nimevuta bangi hadi sioni mbele. Hadi sioni big deal. Mimi bora kwa mtu amenipea pesa. Sasa hapa mmetupwa Karura. Wamewarep, wamelala na nyinyi, mmetupwa Karura. Mlirudi mkapata msaada aje? Kuna baba alikuwa na pick up, aliniona. Aliona nikiwave, nilimwevia akatusimamisha, akatupeleka hapa. Alikakuja akatuleta mlango kubwa. Hiyo si ya inaitwa ngaje? Inaitwaje? Maria Stops. Maria Stops. Ina kwa barabara. Hiyo akatuleta, tukahudumiwa, tukatibiwa. Akatuambia anaweza tusaidia. Nikamwambia mimi mtu anaweza nisaidia, mtu anisaidia na simu, nipigie mama wa daycare nimwambie vitu zimenipa. Baba akatuambia aje alikuwa anaenda kuangalia bibi yake. Hizi pate time bora kwa tufikisha hospitali, tutibiwe, tuangalie ugonjwa. Jana umekuwa na hivyo bila condom. Hivyo. Na unaangalia hivyo mtu, unaona jitu. Unaangalia hivyo mtu hadi huwezi bishana naye mara 2. Okay, sasa after kutoka hospitali ulirudi ukaendelea na ile kazi ama utajichuna sikia useme ya kwamba nimepitia haya siwezi nikaendelea na ile kazi? Nilijichuna masikio for the time being. Ati niliachana nayo like 2 weeks niko na nimesota. Lakini nimejichuna masikio sitaenda na mtu wa nini ako na gari. Rooms ziko hapo tunaweza ingia hapo kwa rooms. Lakini wakati kukalia gari ya mtu siwezi hapo, lakini street nilirudi bado. Juu hapo niliwasha hiyo pesa ni haraka ujue hadi kama Friday, Saturday na Sunday hizo siku 3 tunakunga na pesa. Naona leo ni Friday na nimekaa kwa nyumba. I can go out. Sasa nijitayarishe niende shughuli zangu nitafute pesa. Sasa kwa siku ulikuwa unapata pesa kama ngapi usiku mzima? Usiku mzima kama leo Friday, leo kununua na pesa. Leo ningetoka hadi na 8k. Na 8? Nikiangukia siku yangu iko tu kama nimemka tu na mguu mzuri. Naweza pata 8k. Kwa hivyo sasa hata after kufanyiwa mambo yote kufinywa na pliers na kufanyiwa hiyo mambo yote ukarudi kwa street tena. Badala ya kurudi kwa street sasa hiyo changamoto zenye ulipatana nazo sasa after that ni zipi? Changamoto sasa nilitokea sasa kamba sasa nitoke street nilipatana na muhindi. Huyo muhindi alinifanyanga madhambi sijaona maisha yangu yote. Nilienda na muhindi room. Muhindi amebeba bag. Mimi akili yangu inaniambia bag inaweza kuwa na kitu. Sawa. Kaenda room akaniambia hapendi ku sex kama lights ziko. Nikamwambia sawa. Akaniambia wewe oga, mimi natoa manguo, mimi niko sawa. Je, sasa lights ziko off. Nashindwa mbona mtu ananiambia nioge? Mimi si nishaoga, nishajitayarisha, itabangi yangu, nishavuta urisi zangu, niko tu sorted. Akaniambia lala kitanda na upanue mguu. Aka take the bag. Sasa nasikia na feel venye mtu anafanya juu kuna giza. Aka open the bag,
kufungua bag, sijui ilikuwa ngani snake. Akaanza kunifuck na snake. Nashindwa mbona mtu na feel hayuko katika chama paja zangu, nasikia ni kama ni kitu anajisukumia ndani. Nikamwambia hebu a little bit kidogo tu hivi nikojoe. Mimi nimeenda kama nimewasha lights. Yule sasa ndio ameshikilia, anaona ni kama mimi si uko ready. Nikamwambia hebu kidogo nikojoe, na nasikia kojoa. Nikaenda kama nimewasha lights. Kwa lights niko na me drop snake chini kama amepiga nduru. Ananiambia unafanya nini? Na kizungu, what are you doing? Unafanya nini? Sasa ni mimi anajaribu ku grab. Sasa mimi huko kwa room ni manduru napiga, ni manduru nimekimbia bathroom, nimefungua dirisha juu au malai alikuwa anateganga nao ni hapo chini, nimepiga nduru. Sasa unajua anaogopa, lakini amenishika na nguvu hivi, kama anataka kunipiga. Nimepiga nduru ya ajabu, nimejifungia huko kwa washing rooms. Napiga tu nduru, sijiona nyoka, mtu anatanifuck na nyoka. Mshtuka yangu yote hadi natetemeka mwili mzima hivi hadi zimeshuka. Bouncer wawili wakapanda. Wamejaribu sana juu amelock. Ananiambia wewe nakuua. Waambie watoke hapo ama nikuue. Na waambia mimi siwezi toka kwa hiyo room kama mimi sijaona usaidizi sitoka kwa hiyo room. Ananiambia msana mdogo wewe ni kichwa ngumu sana. Nilikwambia pesa nakupatia juu kwa tumeagreement na nipatia 20k. Nikikubali mambo yake yatanifanyia. Mimi nikamwambia sawa. Kusikia pesa unagoroka, unasikia imagine 20k. Hizi kwa na otherwise tumezoona ni snake. Sasa hapa ni nyoka, ulikuwa unaenda na nyoka physically anaingiza nyoka. Sasa najua mimi nimefeel naona mbona mtu ananiambia ni open boo na nimeona amepiga magoti na ana push sawa, lakini feel something, unasikia smoothness. Nasikia tu kitu smooth nashanga huyu mtu nini ananifanyia. Ngombe kidogo nikojoe. Nimeenda kama ni makisha lights. Nimeshindwa ameachilia ni mimi saa anaenda kikimbiza. Nimefunga washroom, nimepiga huko manduru, napiga tu manduru. Why couldn't mnisaidie leo ni siku yangu. Akakuja akashikwa, akapigwa na wanawake. Mimi tangu siku na hiyo ndio siku nilisema sitaikanyaga town Westlands. Hiyo pesa ikae. Na nyoka tayari ilikuwa inanifuck kabisa juu nilikuwa nasikia smoothness. Nasikia hiki kitu ni smooth. Isi nini hadi kama iko na condom ikwangi hivyo. Juu unaona ni kitu long sawa, una feel hapana isi human. Ukaamua sasa kutoka huko hivyo nilitoka. From that day rudi hadi mtu aniambie turudi. Siwezi rudi. Hujaikuwa na hiyo tamaa ya kurudi huko? Siwezi rudi. Yaani wewe msichana mrembo hivi umepitia yote? Real story. Hakuna mtu ajui story area yote. Real story. Hapa kila mtu anajua. Is a real story. Sasa umeamua kutoka huko. Wakati uliamua kutoka huko, ni challenges zipi ulipatana nazo huku nje? Marafiki zako walikuwa wanajua vile unafanya ama your relatives walikuwa wanajua nini unafanya? Marafiki zangu wote tulikuwa na poko. Si marafiki wangu wote sisi tulikuwa na mapoko. Na relative wako walikuwa wanajua yale mambo unafanya? Brother zako, sister zako? Hakuna mtu alikuwa anajua. Hakuna mtu. Na sasa wakaona hii story yenye umejitolea, wewe ndio umejitolea kutoa story yako. Wewe utasikilia hapa. Wakisikia, unafikiria watakuchukua na njia gani? Hauogopi maybe vile watakuchukua kwa njia mbaya? Hiyo ni way to find pesa. Juu mimi hadi kama ningekaa hapo ati na mtoto ati niweze kutegemea. Hakuna mtu angenisaidia. Hakuna mtu angeniletea food, hakuna mtu angenilipia rent. Sasa hadi wakisikia acha watu wajulie tu hapa, lakini miezi ni umati hadi wakikasirika hadi saa hiyo wakikasirika wasikia. Mimi hiyo time hakuna mtu alikuwa anakuja ati kunitafuta. Hakuna mtu angekuja kusema ati sister yangu ati yako mahali fulani anakuanga wapi. Hakuna mtu alikuwa ananitafuta. Nilikuwa alone, nilikuwa na survive alone. So that is my life. Yani nao umetoka kwa hiyo kazi. Baba mtoto alikutafuta after that? Sasa ni mtu tulipatana, come together, come we stay. Ni hivyo tu. Nishaimwona, sijaimuona from that day. Hujaimuona? Sijaimuona, sijui aliendea wapi. Sasa after kuacha hii kazi sasa ya ukahaba, uliingia kwa kazi ipi? Ama uliamua kufanya nini? Sambusa.
Sweets na sambusa. Unauzia wapi? Hapa chini. Hapa tu karibu. Na hiyo kazi inakupeleka aje? Iko tu sawa, hadi kama ni 50 100. Iko tu sawa, ni yangu. Sasa mtu wangu ashakuwa mkubwa kwa 3 years. Sasa na wakati ulikuwa unafanya haya mambo yote, mlikuwa mnatumia maybe protection ama mko mnatumia protection? Mimi nilikuwa na meza preps. Nilikuwa nishajitibu, huwa na meza preps. Peps. Nilikuwa na meza peps. Hadi mtu akiniambia twende raw, sio ni big deal, juu mimi nishajitibu ndani yangu. Mimi niko safe. Kwa hivyo ulikuwa umezoea kumeza hizo? Juu inakwanga unaandikiwa 30 days daily. Huwezi affect na any disease. Huwezi pata HIV, huwezi pata ugonjwa ati inaweza ingiana na cells zako. Na mimba? Huko unaogopa kupata mimba nyingine? Sikuanisha ka family. Kwa hivyo ulikuwa umejipanga? Nilikuwa nishajipanga. Nilikuwa nishachanuka. Nilikuwa nishachanuliwa na life, na mtoto wangu alinichanua. Na apart from huyu mwanaume mwenye alikuwa alikuletea nyoka mwindi akaanza kulala na wewe, nyoka ikaanza kulala na wewe. Kuna mwingine ushaikutana na yeye akakufanya kisanga ingine apart from hiyo? Hakuna mwingine? Kuna wenye walikuwa napata na tu naona wa kunipiga na kuwa na black eye. Kisha nakusa kwa mkakazi, kisha wengine naenda na macho na kusa client. Kisha ndio Mungu wazima umetokea wapi? Na ulikuwa na specific client at least mwenye anaweza akakupigia simu akwambie kuja tupatane? Huku wa huku naye, si wa huko ni Westlands. Wa huku sasa hapa penye tuko? The area. Wananiambia kuja kwangu saa fulani, naenda nafanya shughuli na nalipia 500 na life iko mbele. Okay, sasa unafanya kazi ya kuuza samosa. Umesema hiyo kazi at least hata ikupatia mia umeridhika? Nimeridhika juu sisi tamani kurudi kwa mali nilikuwa. Hadi kama ni unapata do but yani roho tu, hadi ukikaa tu hivi tu kwa nyumba tu unaweza kulia mwenyewe, na imagine what life, such a life. Kwa hivyo sasa umekuwa reformed? Mimi niko reformed. Na sasa hebu nikuulize, kuna wasichana age yako ambao wamejiingiza kwa haya mambo ya ukahaba? Wengi sana. Hao wasichana unaweza kuambia aje? Niambia huko mnaenda siku rahisi. Utapata do from the first time. Lakini utazoea, utaona challenges zitakupata huko, siku rahisi hata kidogo. Kwa hivyo hukuwahi kufurahia hayo maisha wewe? Mimi sikuwa nimefurahia, mimi nilikuwa najua tu niko huko from money. It's all about money. Kwa hivyo sasa hata ukiambiwa urudi huko huwezi ukarudi? Siwezi rudi. Wangapi wameniambia? Wangapi wananiambia mimi siku hizi nimesharudi, nimeshakuwa muoga, ndio kutafuta pesa. Hadi watu wanatusinga ati umekaa hapo unauza sambusa zako 2 3, sisi tumerudi asubuhi na pesa, nataka tukubaie. Mimi niko sawa, mimi as long as najistand ya rent yangu, najua kujisimamia chakula mtoto wangu, sisi tuko sawa. Na bado wako huku hawa wenye anakuambia hivyo? Unapata mtu anaongea mbele ya watu na ni wewe anakutusi. Na mtu nasikia anasema ati chana na Rebecca shakuanga mfala, ajui kutafuta pesa, shaingizanga uoga. Na mwangalia hivi na imagine tu tunaenda kupatana tu nazo kwa mbele. Nachoka. Sasa wewe Rebecca, kwa sababu umepitia mambo kama hayo, at least unajua mambo mazuri na mabaya. Wewe unaweza taka maisha yako yakuwe namna gani? In future unaweza taka kukaa maisha na kaaje? Mimi nataka tu mtu anisaidie kujaza bath, ndio kitu sinanga. Register mtihani ya form 4. Na nisaidie mtoto wangu atoingie shule. Hapo mbele ndajisaidia, nikishapata bath, hiyo ni chance ya kupata ID, nijazie form 4, nivimia ya form 4. Nikishafanya hapo niko sorted. Hapo naweza jisaidia mbele. Kwa hivyo tukapata bath, birth certificate hauna? Lakini ID uko nayo? Sina ID. Hauna ID? Sina ID. Ndio nikipata bath, hiyo ndio formula ya kupata ID. Kwa hivyo unaweza taka mtu mwenye anaweza akakusaidia ukaweza kupata bath? Na unajua ulisaliwa hospitali ipi? Ndajuaje? Hujui? Hujui. Babangu alituacha. Alitoroka. Baba aliwatoroka? Ni mama aliaga, baba katutoroka. Hakuna kitu hata moja, hakuna mtu anaweza kukuelezea penye ulizaliwa, maybe unaweza fuatilia? Sijui.
Okay, sasa najua kuna watu wanakutazama Rebecca. Na najua kuna watu wako na moyo wa huruma. Kuna watu maybe wanafanya kazi kwa serikali, mtu angetaka kukusaidia upate ID. Kuna mtu angeweza kukutaka kukusaidia upate birth certificate. Kuna mtu ambaye anaweza taka kukusaidia at least ukaweza kujisimamisha maisha yako. Ni msaada upi unaweza hitaji kusaidiwa? Unaweza taka kusaidiwa aje? Mtu aniboost kwa kazi. Aniboost kazi. Juu kupika nimeiva. Najua kupika ama tu anisaidie tu na pesa tu kidogo tu hivi ya biashara juu. Ni biashara niko cheap. I can do it. Na mtu wangu tu mwenye atanisaidia tu fee ya mtoto tu aingie tu shule. Niko sawa mimi. Kwa sorted. Kwa hivyo tu unahitaji kuhitaji mtu maybe akusomeshe mtoto. Na penye unakaa saa hizi maisha yako vile unakaa maisha inakaaje, aina gani? Mimi nakaa huku. Ghorofa. Na maisha unaweza una afford kujiweka vizuri ama unakaa na nyumba si ni 1,000. Nikiweka 50 kwa nini kwa mwezi hiyo ni 1,500. Hiyo shalipa rent, nishabai shopping ya chakula, nishabai unga 2 na kamchele. Unakaa na mtoto wako hapa? Na ndugu zako wanajua kule unakuanga? Au tujisikiza nange. Alishanitenga. Kwa nini walikutenga? Kila mtu ako na life yake. Hapo ni wewe jisaidie. Kila mtu ajisaidie. Jua kuna huyu brother wangu mkubwa alishaoa. Wa pili pia alishaoa. Niko na mandugu 4, mimi ndo 5. Watoto kwa watu wakubwa kuna mabibi zao. Sasa utaenda kuitisha mtu akona bibi na familia yake pesa. Utanzaje? Kwa hivyo wewe, hebu ongea na mtazamaji. Najua kuna watu watatazama hii video, kuna watu watatazama hii filamu na maybe anaweza taka kusikia wewe ukiongea from your mouth. Unaweza taka msikizaji mara mtazamaji akusaidia aje. Hebu angalia hii kamera ujiongee. Nataka tu mimi atanisaidia na pesa ya biashara. Na atanisaidia tu kulipia mtoto wangu school fees juu ile kitu inanikula kichwa tu sahi. Na kazi Rebecca, ukipata kazi maybe mtu anataka kukuajiri kazi, unaweza kubali kufanya kazi? Nafanya kazi. Kazi nafanya. Kwa hivyo ukipata mtu asema anakupatia kazi utaweza fanya? Naweza fanya vibaya sana. Na sasa Rebecca, na ndio unakaa msichana mrembo, na ukipata mwanaume anasema anataka kukuoa, sasa sitaki ndoa. Hautaki ndoa? Siko ready sahi. Siko ready na marriage. Kwa nini unachukia ndoa? Ni juu ya kwanza nilipatana nayo, nilikuwa nafikiria si venye nilipata. Sasa mimi naogopanga ndoa sana. Unaanga tu mtu anataka kuni waste my time na kunitumia na kunibandika watoto. Sasa ndio kitu naipuka tu sana. Juu kwa ndoa lazima utazaa. Lazima utashitima sharti zote za mtu mwenye anataka. Na wewe uko ready kusikia masharti, kupatiwa masharti na mtu? Niko ready. Ukipata mtu mzuri? Nikipata mtu mzuri niko ready, lakini asikie mtu ananichezea. By the way Rebecca, unajua kuna mtu anaweza angalia hii video na naona wewe unaweza kuwa mke mzuri sana na maybe atamani hata kukujua zaidi. Kwa hivyo ukipata mtu mzuri unaweza tu kukubali mambo ya ndoa? Naweza kubali. Sasa Rebecca, nimesikia story yako na yale mambo umepitia. Hakika umepatana na changamoto mingi sana. Katika umri mdogo umepatana na changamoto. Na hasa kulelewa na mama na kulelewa kama huna mzazi. Mama inakuanga ukiwa msichana inakuanga ni ngumu sana. Lakini hakuna mtu atakujadili siku moja ati akurumie. Akwambie mam, msichana wangu usifanye hivi, hivi sipo. Hakunanga. Kila mtu anakutenganga, kila mtu anaonanga tu wewe unafaa tu kukua tu hapa. Hakuna time mtu anaweza enda kulilia, mimi niko na shida fulani, hakuna. Ni wewe na upambane na life yako. Ni wewe upambane na hali yako. Ni upambane na life yako. Sasa kwa sababu kuna mtazamaji atakaofikiwa na hii video, mtu akitaka kukufikia atakufikiaje? Uko na namba ya simu? Hebu apatie watazamaji namba ya simu. 07682 79740. Rudia tena. 07682 79740. Italeta majina yapi? Nimeregister nayo line Henry Kamande.
Henry Kamande. Henry Kamande sio majina yako, lakini italeta Henry Kamande. Ni replace na jina ya mtu. Okay. ID ya mtu. Okay. Kwa sababu una ID. Okay. Kwa hivyo mtazamaji wangu, umesikia hadithi ya Rebecca, historia yake umesikia. Alianza kazi ya ukahaba akiwa na miaka midogo sana, michache sana, kwa sababu mama yake aliaga na baba yake akawatoroka, akaenenda. Na wakati alienda huyu msichana akaona hakuna kazi nyingine anaweza akafanya, ni kujiingiza tu kwa ukahaba. Na kwa sababu najua mtazamaji hapo utajionea hii video na umesikia vile Rebecca anasema kama ungekuwa hapo unaweza ukamsaidia akaweza kupata birth certificate. Ukiwa hapo umsaidia aweza akapata ID, kwa sababu aweza akapata ID bila birth certificate, lazima akuwe na birth certificate. Kama uko pale unaweza taka kumsaidia, namba yake ya simu nitaiweka mahali pale. Rebecca pia anasema ya kwamba kwa kupika yeye ameiva kabisa, anaweza akakupikia chakula kitamu. Kama unaweza kuwa na kazi umpatie, Rebecca anaweza akafanya. Kuna hawa pia wanapatiwa, unapatia mtu order, anakupikia chakula, anakudelifia penye huko. Ukitaka kufanyiwa hivyo, pigia Rebecca simu, mkaongea na yeye, mkasikizane, akakupikia chakula, anakuletea. Jambo lingine, Rebecca anafanya kazi ya kuuza samosa. Kama ungekuwa pale unataka kuboost kazi ya Rebecca, tafadhali ninakusihi. Rebecca ameomba msaada. Kama uko pale unaweza taka kuboost kazi ya Rebecca, namba ya simu nitaiweka mahali pale, mtumie ka M-Pesa, msurprise na ka M-Pesa, na ukifanya hivyo at least Mungu atakubariki. Ni vizuri kujiongea, kwa sababu Rebecca ameongea na amesema ya kwamba alifanya hiyo kazi lakini amekuwa reformed. Na mapenzi yetu ni Rebecca akuwe reformed kabisa, na nitamfuatilia ule msaada atapata, nitafuatilia mpaka tuone maisha ya Rebecca yamebadilika. Kwa hivyo mtazamaji, ukipata hiyo namba ya Rebecca mpigie simu, yani encourage, ongea na yeye. Kama kuna kitu unaweza ukamrushia, umrushie, na ukifanya hivyo Mungu atakubariki. Najua kuna wale wanaangalia from UK, US, Australia, Canada, mahali kama huko. Mungu akikuguza tu, hata wenye wako Gulf, Mungu akikuguza, kumbuka huyu msichana, kwa sababu she's like our sister. This girl is a very young girl, she's our sister. Na kwa sababu amereform, wacha tujaribu kumsukuma vile tunavyoweza. Siku ya leo tutafikisha hapo. Na usisahau kushare, kulike na kusubscribe channel ya Eunice Nyambura N ama Tata wa Gogoyo. Na ukifanya hivyo Mungu atakubariki. Wacha tufikishe hapo. Amani ya Bwana. Shalom, shalom, shalom.